burst its banks in Old Kijabe area, sweeping away tens of homes last night. There are fears that the numbers could rise, with tens of people unaccounted for following the 4 a.m. incident that caught victims asleep. The rescue operation is still underway, with more than 100 people already rescued and treated at Mai Mahiu Health Center, and 32 cases referred to Naivasha Sub-County Hospital for specialized treatment. Now let us cross over and listen to what leaders had to say earlier. Kuambia kwamba serikali kuu iko na tayari imetuma usaidizi wake huko njiani, na mheshimiwa naibu wa rais akifika hapa atakuja atangaze yale ambayo serikali kuu itafanya kuhakikisha imewasaidia wale wameathirika waweze wakapata chakula, matibabu pia wakisaidiana na kaunti yenu ya Nakuru. Pia ningependa kusema ya kwamba ninawaomba kwa heshima sana, tunajaribu kama wizara kufungua barabara kuhakikisha malori haya yamesonga haraka ili kuondoa msongamano ambayo imekuwa ndefu sana kutoka sehemu ya Naivasha mpaka pale juu Ironi. Ninawaomba sana tukiondoka kutoka hapa tuwe mbali na barabara, tusaidie polisi wa traffic waweze wakaharakisha magari haya yasonge ndio iondoe msongamano kwa sehemu hii. Tunasema hivyo kwa sababu huwezi jua mvua inaendelea kunyesha. Tunataka kuhakikisha aswa zaidi kwamba hatutapata magari mingi yakiwa kwa barabara. Ya pili, ningependa kuwaomba sana kama wananchi wengi ambao kwa sababu janga hii imeonekana kwa nchi nzima. Tuko Garissa tumepoteza watu kwa sababu walikuwa wanajaribu kuvuka maji yenye ilikuwa imejaa kwa barabara kwa kupitia ile boat, na nikasema ilikuwa ni janga ambayo ni chungu sana. Tumepoteza watu wengine huko Makueni, tumepoteza Nairobi na sehemu zingine, na wengine kweli haingefaa tuwapoteze kwa sababu wao madereva wengine wakishangiliwa na wananchi wanavuka barabara ambayo imefurika. Please, ninawaomba sana kwa sababu nimeona ndugu zetu wanahabari wako hapa wapeperushe hiyo habari kwa nchi nzima kuambia Wakenya. Tunawaomba sana, mvua itaisha kwa wiki 1, 2, 3, hatutakuwa na mvua ya kiasi hii. Wewe ukiambiwa baki kwa sehemu fulani, baki hapo mpaka ujue kwamba safari iko sawa. Kwanza mimi nataka kusema kwamba madereva wote tukue waangalifu barabarani. Usiashumu kwamba kwa sababu ulikuwa unapita barabara hiyo ni rahisi. Saa zingine maji huenda ukapita chini alafu imeboromoka, ukipita hapo gari inaanguka na inaangusha watu na tunapoteza maisha ya watu. Ninatoa ilani hiyo kwa watu wote kwamba wajihadharishe sana kwa safari ya barabara, na ninawaomba tukue waangalifu. Pia ninataka kusisitiza hapa ya kwamba kwa sababu mvua bado itakuwa sehemu nyingi za Kenya, sisi kama wizara aswa ili Kenya tumewapatia jukumu kwa nchi nzima wakuwe kwa alert, na makontrakta ambao tumewaambia wenye wanafanya kazi kwa barabara kwamba wakuwe tayari haraka wasaidie kufungua barabara ambazo sehemu imeharibika. Tumeona huko West Pokot, tumeona sehemu zingine za hapa Mai Mahiu tumefungua leo asubuhi, na tunaendelea kufungua pale Northeastern sehemu za Garissa ambazo imeathirika. Naomba sana tushikane pamoja. Lakini nyinyi watu wa Mai Mahiu hapa, najua kwamba mnalia, mmepoteza ndugu zenu. Ninawaomba mtusaidie pia tufungue barabara ikuwe haraka, ndio hata naibu wa rais afike. Tunajaribu kufungua barabara iwezekanavyo ili usaidizi pia ya kuleta madaktari, watu wa NYS wenye wanakuja hapa, madawa yenye inaletwa. Hata county government ya Nakuru, nilikuwa naongea na Governor Susan hapa akisema anangojea msaada mwingine iletwe kutoka Nakuru town na kwingine. Tunahitaji barabara ifunguliwe ili watu wetu wasaidike. Please, tukitoka tu hivi, polisi wenye wako hapo ni wachache na hatutaki polisi wasukume watu. Tunataka sisi tusaidie polisi barabara iweze kufunguka. Nashukuru sana wale tunashirikiana pamoja. National government iko na command center hapo Nairobi na under Ministry of Interior, na naibu wa rais atakuja kuwatangazia ile kazi tunafanya kuhamasisha watu watoke sehemu ambazo ziko vibaya.
Wale ambao bado wako sehemu ambayo maji inaweza ikapitia, we want to request you mtoke sehemu hizo, tusaidiane pamoja. Hakuna shida, tutarudi zote nyumbani. Kama ni Ngeya vile tumeambiwa, ama sehemu zingine ya kukaa, twende tukae hapa. Hata kama ni Kiambu huko county huko Kijabe, wakiwaambia twende sehemu fulani, tukae pale mpaka wakati ambapo tutaweza kusaidiana. Chakula tutatafuta, at least tutatafuta, kitu ya kulala tutatafuta, lakini maisha hatuwezi kutafuta. We want to request all of us tusaidiane pamoja kama wananchi wetu. I want to leave it there, but I want to give this request to all our drivers and all Kenyans that are traveling at this season. Please, I request you, let all of us obey the rules, obey the directives of government. If you are told that places are flooded, don't force your way, don't force public transport vehicles, don't force your own vehicle, because we really want our people to be alive. We have lost, currently we are counting maybe 300 people have died, but most of them did not need to die across the country. It's because of recklessness and some drivers forcing their way through water that we have the problem we have. And I want to request all of us to make sure that we obey the rules. And I am happy that school opening has been postponed by a week, but that doesn't mean that we become reckless on the roads. I had given directions yesterday on how to manage road traveling for our children back to school. Those directives still operates for other citizens to make sure that we are safe on our roads. We also want to request everybody who is traveling